mambo yote. Ni uwezi ukasema mambo yote. Unaanza kuwa lakini kitu fulani nilikifanya. Lakini kitu fulani nilikifanya. Lakini kitu fulani nilikifanya. Nataka nitoe mfano mmoja. Nadhani utanielewa. Wewe unayenitazama na unayenisikiliza. Nadhani utanielewa. Siku moja nikakutana na mtu mmoja. Ni binti. Tukawa tunaomba. Tumemaliza kuomba pale. Akaniambia nataka niokoke kabisa. Nikamuombea sala ya toba. Lakini baada ya kumwombea sala ya toba, akanipigia simu akaniambia, lakini mimi kuna kitu nimekuficha, ila sitokuambia. Sasa nikakaa nikatafakari, kwa nini hatuniambia? Na kwa nini asiniambie? Na wakati mimi ndiye niliyemhubiri akaokoka, na mchungaji amenipa mimi ni muongoze katika vipindi vyote, na mimi ni mwalimu wake. Na ukisoma Warumi, ama si Warumi anakuambia kwamba mkufunzi namwambie Wagalatia, sio Warumi, Wagalatia. Ukisoma Wagalatia 6 kwanza mstari ule wa 6, anakuambia mkufunzi namwambie mwanafunzi namwambie mkufunzi wake mambo yote yaliyo mema. Kwa mimi nikakaa nikatafakari, sasa kwa nini huyu hataki kuniambia mambo yote kama Biblia inavyosema? Lakini neno la Mungu likaniambia upekee wa msamaha wa Mungu. Kumbe pale nikaanza kumuelimisha upekee wa msamaha wa Mungu. Nikaanza kumwambia pale unapopata hiyo habari, basi mwambie na mwenzako. Akaniambia mimi nitafanya mwenyewe. Kumbe tunatengeneza sisi. Lengo langu ni nini au point yangu ni nini? Kutengeneza. Mchungaji anaweza akakuona kanisani, lakini ukishatoka kanisani sio mwana kanisa tena. Mchungaji anaweza sikuone yale unayofanya, lakini Mungu mwenyewe yeye anajua unachokifanya. Nini inamaanisha? Upekee wa msamaha. Ukienda mbele za Mungu ukanyenyekea, Mungu mimi ni mtoto wako, ukanyenyekea, ukamwambia kile kitu ambacho unakitaka wewe, Mwenyezi Mungu anakusamehe. Maana anasema mimi si mwingi wa hasira, bali mimi si mwepesi wa hasira, bali ni mwingi wa rehema. Kumbe Mungu wetu sio mwepesi wa hasira, ila ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo hasira na kila kitu utakachokuwa nacho kitazidi kuondoka. Mimi nakwambia hivyo kwa sababu huko na mimi nilikuwa hivyo. Tena mimi nilikuwa zaidi. Lakini upekee msamaha wa Mungu, nilivyokaa nikatafakari ninayoyafanya hayaendani na Mungu. Mungu huwa Mungu ukimkaribia Mungu na yeye anakukaribia. Maana anasema kwamba mkaribieni Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kumbe ukimkaribia Mungu na ukampinga shetani, naye anakukimbia. Kwa sababu Mungu yeye ni nuru, na nuru iking'aa gizani hakuna giza yote inayoweza kufanya inayoweza kuikabili. Hakuna giza, kitu chochote kinachoweza kukabili. Kumbe mimi nikiokoka, ule msamaha kweli, nikaomba msamaha kweli, vile vifungu, kitu cha kwanza vifungu vitaondoka. Vikishaondoka, sio kama vitaondoka vyote. Kuna vifungu vingine viwezi vikaondoka vyote. Lakini kuna baadhi ya vifungu vinaondoka. Kwa nini vifungu visiondoke vyote? Kwa sababu pale umeomba msamaha kweli, lakini bado hujaanza maombi. Kuna vifungu vinafunguka au kuna mapepo au mambo mengine yanaondoka, au nguvu za giza zinaondoka pale unapoanza kuomba. Ukishaanza kuomba na Mungu akakuvisha ile pete sasa. Pete ambaye ndio mtakatifu. Akaingia ndani yako, akanena ndani yako. Vile vifungu vyote vinafanyaje? Vinaondoka. Mimi ninakushauri, wewe unanitazama, wewe unanisikiliza, kitu gani nakushauri? Kitu ninachokushauri ni kitu kimoja tu. Upekee. Wewe mwenyewe ukae kwanza,
ukajitafakari kwanza, maisha matakatifu ni yaingieje? Maisha matakatifu ni rahisi tu. Ukae kwanza ujitafakari. Tutafute mifano mingi ipo. Tuseme mfano kama kwa Ayubu. Ayubu mwenyewe anaomba, anachinja, anaomba, anasema, Baba, yawezekana hata watoto wangu wamekukosea, na mimi naomba unisamehe, lakini yawezekana watoto wangu wamekukosea, uwasamehe. Anachinja kwa ajili ya watoto wake. Sisi sasa hivi hatuchinji.